si mwanae halisi amechukuliwa. Maana yake alichokuwa nacho ni feki. Lazima uwe na neno la Mungu ndio utapambanua hiki nilicho nacho ni feki au ni halisi. Halisi ni ile kweli ya Mungu. Kulala na maiti ni sawa na taarifa fake. Ripoti mbaya, ripoti ambayo ni feki. Madaktari wamewapa watu wengi ripoti. Hawajawahi kukupa ripoti madaktari kwamba tumegundua kuna kama mawe fulani hivi matatu tumeona yako chini kidogo ya figo. Wengine wanakwambia tumegundua kama kwenye ubongo kuna alama fulani hivi. Sikia, ukipata neno la Mungu ndio utajua ule uhalisia na kitu feki. Hiyo ni ripoti, tunaita ripoti feki. Halisia ni hili lililoko kwenye Isaya 53:4-5 inasema, mwenyewe amechukua madhaifu yetu, mwenyewe ametwaa maumivu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hiyo ndiyo taarifa halisi na hiyo ndiyo taarifa ya kweli. Wengi wametembea na magonjwa kama yule mwanamke aliyelala na maiti. Asubuhi kulikopambazuka akasema siye yule halisi. Mungu anatamani tulijue neno lake, litufungue macho ili tuweze kupambanua ripoti hii ni ya kweli. Tuangalie Mungu anasemaje. Pambanua. Je, mimi ndio huyu anayesema hivi? Hapana. Neno la Mungu linasemaje? Alafu wewe unaanza kufanya nini? Kudai. Huyu mwanamke alifanya hivi. Alienda. Hii niache. Kwa sababu alijua hiki mnachonipa sicho cha kwangu. Cha kwangu ni hicho. Na mimi nataka nikwambie usiku wa leo, unaweza ukadai kile ambacho unajua ndicho cha kwangu, ndicho cha kwangu, ndicho cha kwangu. Kama hujui huwezi kudai. Ukijua kilicho cha kwako utakidai. Utakataa feki kama huyu mwanamke ambaye alibadilishiwa mtoto aliyekufa akaletewa mtoto ambaye si wa kwake. Mama mwenye mtoto lazima ajue mtoto wake. Nasema mama wa kweli atajua mtoto wake. Na wewe kama ni mwana wa kweli wa Mungu utajua haki zako.